Biblia katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 na wa 19 kuna ujumbe wenye matumaini kwa wote ambao wanaamini katika Kristo Yesu kama Mwokozi wa maisha yao. Biblia inasema, nanyi mfahamu ya kwamba mlikombolewa, si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au kwa dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu. Kumbe kuna mambo ya msingi katika fungu hili kwamba tunapaswa kufahamu ya kwamba tulikombolewa. Tulikombolewa kutoka wapi? Tulikombolewa kutoka katika mwenendo usiofaa ambao kwa kweli tumeurithi kutoka kwa baba zetu. Baba zetu ni akina nani? Wanadamu wote wanapozaliwa kimwili, tunazaliwa katika uelekeo wa kutenda dhambi. Adamu ni baba yetu ambaye aliaminiwa na Mungu kuweza kuleta jamii ya wanadamu katika dunia kimwili. Na kwa sababu Adamu alitenda dhambi, wote waliozaliwa chini ya mwili, chini ya Adamu, tunazaliwa katika hali ya dhambi na udhaifu wa dhambi na kutenda dhambi. Kwa hiyo Petro anatukumbusha kwamba tumeokolewa kutoka katika mwenendo usiofaa ambao kwa kweli tumeurithi, tumeupokea kutoka kwa wazazi wetu, na vilivyotumika kuweza kutuokoa. Fungu linatuambia kwamba sio fedha wala sio dhahabu. Fedha na dhahabu vikiwa ndio vitu vyenye thamani katika ulimwengu wa karne ya kwanza, ambavyo vingetumika kuonesha thamani ya kitu kwa wakati huo. Petro anasema kwa kweli havitoshi wala havifai kwa ajili ya wokovu wa maisha yako na wokovu wa maisha yangu. Lakini jibu pekee ambalo tunalipokea na kulipata kutokea katika fungu linalofuata, naam, mstari wa 19, Biblia inasema, bali kwa damu ya thamani ya mwana kondoo. Tena hii damu ni ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yaani damu ya Kristo Yesu. Rafiki, kuna ujumbe wa pekee hapa ya kwamba fedha na dhahabu haviwezi kutuletea wokovu. Maisha yetu ya kiroho yanayotafunwa na dhambi hayawezi yakapatiwa suluhisho kupitia vitu vya thamani ambavyo ulimwengu unavishabikia. Hatuwezi kupata wokovu kupitia mali zetu na elimu zetu na vitu ambavyo jamii inaonekana kuvipenda na kuvikumbatia, na vitu ambavyo endapo vikimilikiwa na mtu vinamfanya mtu huyo kuonekana ni mtu mwenye heshima, mtu mwenye utawala, na mtu ambaye ana thamani ndani ya jamii. Badala yake Mungu anatukumbusha ya kwamba damu ya Kristo peke yake, damu ambayo kwa kweli haina kasoro yoyote, ndiyo ilitosha kwa wokovu wa maisha yako na wokovu wa maisha yangu. Na ndiyo maana Biblia inasema Mungu aliupenda ulimwengu, na alivyopenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila atakayeamini, kila aaminie asipotee. Wokovu katika Kristo Yesu umetolewa bure. Bure.
damu iliyomwagika hatukulipia chochote, ulikuwa ni upendo wa Mungu uliothibitika katika kifo cha Yesu msalabani. Kwa hiyo kila atakayeamini katika damu hii hatapotea. Kwa hiyo kila atakayepotea sio kwa sababu Mungu hajataka kumwokoa, ni kwa sababu wewe na mimi tulikataa kuiamini damu ya Kristo peke yake. Na kupendekezea katika muda huu, ikubali damu ya Kristo Yesu ili iondoe makosa, iondoe na dhambi, iondoe na udhaifu wako, ili tulipotakiwa kufa Yesu akafa. Kuanzia hapo tuanze hatua na maisha mapya matakatifu, maana damu ya Yesu imetusafisha, imetuosha na imetutakasa. Hakuna mtu ambaye yuko mbali sana ambaye hawezi kufikiwa na damu ya Yesu. Ilitosha kwa yule mwizi msalabani, ikatosha kwa mwanamke aliyefumaniwa zinaa. Kila aliyeliitia jina la Yesu na kuamini katika damu ya Yesu alipata ondoleo na hakikisho na cheti cha msamaha wa dhambi yake. Kwa kuamini mtu huokolewa, kwa kukataa mtu anapata hukumu. Iamini damu ya Yesu ili uokolewe. Mimi ninaiamini. Wito mtakatifu kwako, iamini pia upate kuwa na sehemu katika uzima wa milele. Kwa jina la Yesu, Bwana akubariki. Amina.